umefanikiwa. Endelea kuishi vizuri na mke wako, ila mimi nitachokwenda kukifanya najua mimi. Asante jaji, nashukuru. Sasa kukuja kwangu hapa kwa yale yote ambayo waliyafanya mke wangu, nimekuita hapa ili leo nadhani nimalize tatizo. Kwa kuwa huyu mtoto wako nimechunguza kila jambo alikuwa analifanya na nimegundua kweli alikuwa na mwanamume. Na yule mwanamume anaitwa Jaji. Shangazi, imeniuma sana. Na nimevumilia. Sasa imeshafika mwisho shangazi. Shangazi, imefika mwisho. Nimekuita leo angalau umchukue mtoto wako, unisaidie ndani ya moyo wangu. Yaani sihitaji kwamba yatokea kutokea. Ukuita kwangu nahitaji nikuombe umchukue mke wangu uende naye nyumbani kwako. Mimi ndani ya moyo wangu yamenishinda. Kwa sababu inaweza kufikia wakati nitafanya kitu kibaya sana shangazi. Nisipelekee huko. Ukanisaidie, pengine anaweza akanifunza. Ila mimi nitosha. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Basi mwanangu, ndio ujinga gani uliofanya huo? Cheki unavyotudhalilisha familia yetu. Sijakulea hivyo lakini. Kwa nini umefanya ujinga wa namna hii? Shangazi, nimemvumilia sana mke wangu. Shangazi, inaniuma. Yaani inaniuma kutoka moyoni shangazi. Hivi ni kweli mke wangu mimi akadiriki kuzaa na mtu mwingine? Tena kijana mdogo tu shangazi. Shangazi, mimi imetosha. Shangazi, imetosha. Achukue kila kitu cha kwake shangazi. Mchukue mtoto wako. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Hata hivyo umetumia ustaarabu. Angekuwa mtu mwingine angefanya jambo baya. Aidha mngechomana hata visu. Ungechukua maamuzi magumu. Lakini umechukua maamuzi ya busara. Mimi nashukuru. Achukue kilichokuwa cha kwake. Achukue mabegi yako, ondoka na shangazi yako. Sasa Gondo. Nimekuita hapa, kuna taarifa nimezipata. Na taarifa hizo sio nzuri. Kwako na kwangu pia. Inaonekana kabisa ofisi yangu unaitumia tofauti na makubaliano tuliyokubaliana. Kitu ambacho mimi hakinipendezi. Nimepewa taarifa, tena sio na mtu mmoja. Kwa sababu mtu mmoja kidogo unaweza ukasema niulize, lakini nimepewa taarifa na watu wasiopungua 7. Kwamba ofisi yangu umefanya kuwatoa watu mimba, kwa overdose watu. Mtu anakuja hana cheti, unampa dawa ambazo muda mwingine sio sahihi. Wakati unajua kisheria ni makosa. Mtu anatakiwa awe na cheti alichoandikiwa na dokta ndio umpe dawa zinazostahili. Lakini wewe ufanye hivyo. Sasa basi, mimi nimekuita, hili jambo halihitaji mjadala. Kama ofisi yangu imekushinda, nirudishie mwenyewe. Nirudishie ufungo wangu, niendelee mwenyewe. Kwa sababu hivi tunaongea, lakini ikitokea serikali kafahamu jambo unalofanya, ujue mimi simo. Na hivi ndio unavyovaa ofisini miwani. Hivi. Miwani na jicho moja. Kabisa. Kabisa. Nawakalia sana. Kwa hichi ninachoambiwa sio cha kuuliza. Ni kwamba umechanganyikiwa au ni nini? Ni jinsi gani inavyoonekana haupo serious?
tipo hapa sipo serious. Sasa mimi naomba tusiwe na mjadala mkubwa kwa sababu sijakuita hapa tuweke debate. Nimekuja kukupa taarifa mbovu ambazo nimezisikia. Lakini ndugu yangu wanatizingilia tu. Unajua bwana, usisikize watu bwana. Watu wagombanishi bwana. Nasema hivi, hili jambo sio la kujadili. Nimekuita kukuonya. Kwa sababu wewe unajua kabisa hata serikali yenyewe ikija kijua jambo hili unalolifanya na mimi nitakuwa hatiani. Unajua kabisa vyeti vyako vilishatiwa X. Mimi nakustiri kwa sababu ni ndugu yangu, maisha yaendelee. Lakini una discipline na ofisi yangu. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Fanyia kazi. Sawa, asante. Unaweza kaenda. Sawa bwana. Lakini hakuna meli yenye nahodha wawili. Lakini hapa kuna kama kuna namna, lakini wao wenyewe ndio wananogewa na kari zangu. Kuna watu wanapenda matukio yangu. Ngoja nikwambie ndugu yangu, siku zote beke mwenye roho mbaya utukiwa na mafwadi. Sihitaji mjadala uendelee. Wewe unaweza kaenda. Nilichokiongea najua umekielewa. Kikubwa ni utendaji. Nafsi yangu